Anasema mimi nina ndugu yangu huwa hapati usingizi na pia anakuwa na hasira sana. Sababu ni nini? Hasira pia ni changamoto ya afya akili ambayo inawakumba watu wengi. Kwa mfano, kama mtu umepitia maumivu ya kihisia ambayo umeshindwa kuya process, tunaita PTSD, post traumatic stress disorders. Watu wengi sana huwa wana react kwa mfumo wa hasira. Kwa hiyo mtu unaweza kukutana kugombeza from nowhere, lakini kumbe huku kuna machangamoto ameyapitia. Kwa hiyo huwa hii tu hivyo, ni machangamoto pia wanayo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukiona vitu kama hivyo, ni viashiria vya kukufanya utafute msaada. Sawa. Yes. Jumbe ni nyingi lakini muda ndio mdogo ama mchache. Naitwa Hatibu kutoka Kimara, Dar es Salaam. Mimi nina changamoto ya kula, yani muda wote natamani kula tu. Changamoto sasa, kama muda wote unatamani kula alafu umeenda kupima labda unajiona kuna shida. Ndio ile tulikuwa tunazungumzia sana mechanism, sasa sehemu ya kupumzikia. Sasa naona bwana, kutokana na machangamoto nilionayo hapa ndio sehemu ya kupumzikia hapo. Kwa hiyo kila muda inakuwa ina trigger sehemu ya appetite, kuhitaji chakula, trigger sehemu ya njaa. Yes. Habari, okay. Lakini pia ulaji kupita kiasi pia kuna magonjwa yanayohusiana na masuala ya ulaji. Kwa mfano wale watu wanakula sana. Kuna watu ambao anakula sana alafu anajitapisha anarudi tena kula. Kumbe hapo watu wanaofanya hivyo. Yes. Lakini kuna mwingine pia kama vile kwenye diet lakini ndo hapendi tu kula yani. Sasa hiyo ni anorexia pia, ni ugonjwa. Okay. Yes. Anasema habari za hapo studio, ni Jackson Kironya. Hasira inasababishwa na nini dokta? Hasira inasababishwa na mambo mengi. Tunasema ni kama hali ambayo ubongo unahitaji kujihami hatari ambayo iko mbele. Kwa ubongo unaona kama kuna changamoto mbele, kwa ile hali ya kutaka kujihami ndo wakati mwingine zinakuja hizo hasira ambavyo na wasiana na watu. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inakuwepo. Sawa. Flaviana kutoka Kigamboni anasema naomba kumuuliza daktari, kuna wakati nahisi uchungu ndani ya moyo wangu na kuna wakati kabisa nashindwa kula. Sasa hicho ni kiashiria kwamba amebeba maumivu ya kihisia makubwa ndani yake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimetokea vimesababishia maumivu ya kihisia, mwisho wa siku anapata huo uchungu anaojisikia. Kwa hiyo sasa kama hujui, ukikutana na daktari au mtaalamu wa saikolojia atakuongoza kutafuta kujua nini hasa ambacho kinakusibu. Kwa hiyo akiona kitu cha kawaida lakini mwisho wa siku mkikijadili vizuri utakuja kubaini ndio hicho ambacho kinakusibu. Na ukishakijua kuna namna pia ambayo itakusaidia kwa ajili ya kuweza kuondokana na maumivu ya kihisia ambayo unapata. Sawa. Anasema naitwa Nestori, Samuel Nestori. Anasema nina tatizo la kujisikia kuvurugika kiakili. Yaani anajisikia kuvurugika. Anahitaji kujua ni nini sasa sababu. So kuvurugika manake ni kwamba anafikiria vitu lakini hapati majibu, lakini pia mazingira labda anamtia pressure, kwa anashindwa kushika kipi ni kipi. Kwa hiyo hapo tunaingia kwenye masuala ya msongo wa mawazo, lakini pia inabidi tufikirie kuhusiana na psychosis, hali ya kuchanganyikiwa kama inampata, ili tujue zaidi hasa shida ni nini. Sawa. Anasema daktari, nawapata sana hapo studio. Naitwa Matthew Raphael kutoka Kigamboni, Mji Mwema. Swali langu ni kwamba ni mambo gani yanaweza kuzubaisha ushapu wa akili kuchakata jambo? Mambo ya kuweza kuzubaisha ushapu wa akili kuchakata jambo, maana yake anatakiwa faster, ni kwamba ni faster. Okay. Fine. Kitu cha kwanza nafikiri ili kusaidia kuwa na ushapu wa akili, kitu cha kwanza ni zile routine, kwamba fanya jambo kwa mpangilio. Ufanye mambo yako kwa mpangilio, maana yake unaipa hata akili yako kupangilia vitu na kuweza kutoa majibu ambayo ni ya hakika, tunaita precise answers, majibu ambayo yana hakika. Kwa hiyo ukipangilia vitu vyako na ratiba zako vizuri za kulala, ratiba za kuamka, ratiba za kazi zako, kuna namna tu akili yenyewe itakuwa inafanya kazi vizuri. Unapokuwa na mambo mengi kwa wakati mmoja, kuna namna akili na yenyewe inavurugika, inashindwa kufikiria nishike kipi, niache kipi. Mwisho wa siku unapata uzito hata kuweza kufanya maamuzi ya vitu vyako vya msingi. Sawa. Huyu pia anasema Abdurrahmani Ali wa Kivinja A, nina usongo wa mawazo toka nifiwe na mwanangu wa kidato cha 4. Je,
nifanye nini? Inaonekana ni muda mrefu. Toka ufiwe mpaka sasa hivi sijajua ni muda gani, lakini huwa tunatarajia kwamba unapopata na tukio kama la kuondokewa na mtu wa karibu yako, at least ile huzuni isizidi miezi 6. Ikizidi miezi 6, sasa hapo unaingia kwenye shida. Sasa kama ishapita miezi 6 lakini bado una msongo wa mawazo, unamkumbuka, unapata masononeko, maana yake sasa kuna namna ushaingia kwenye sonona ambayo ni depression. Sasa ukiingia kwenye sonona ambayo ni depression, ukikaa nao muda mrefu tena itakuzalisha vitu vingine. Kwa hiyo kama imezidi miezi 6, unahitaji msaada wa haraka sana.